ومن والاه أما بعد namshukuru tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwa leo ni siku ya wanawake na mimi nimezaliwa siku ya leo ili niwazalishe wanawake. Na hakika leo ndo siku ya birthday yangu. Mwenyezi Mungu atujalie mrefu, afya njema, tuweze kutumikia dini yake, tuweze kutumikia mtume wake na tuweze kutumikia umati wake. Haya ndio matamanio ya Ramadhani. Ndugu zangu, wanazungumza mwanamke, Mwenyezi Mungu ajalie na anaomba kumzungumza mwanamke lakini anakosa alifanya kalazimishwa. Mara nyingi kwa dini lazima uzungumzie sisi na kama anabudi lazima kusikiliza. Pole kwa hiyo amewekewa vikwazo nyumbani, wewe kuzungumza mwanamke mara nyingi mmoja anabudi kwa hiyo ndio walivyo wanawake. Hata Mtume sallallahu alayhi wa sallam alitueleza kwamba wewe mwanamume alika uwalishi utakao kualika wanaume wa kuifikia kama uwalishi huu. Mashallah, madda al-basar sengine kwa dini lakini haifiki ule mwisho. Mwenyezi Mungu atakabali, lakini haya al-khairia kwa muamala wa wewe na mwanamke, akasema khairukum li ahlihi. Huwezi kuwa bora wa hakika ikiwa hujui kuwa bora kwa ahli. Na mwanamke anaitwa ahli ni kwamba amekusanya mambo yalikuwa yamekuwa wengi lakini yeye akayaweza ndio akaitwa tubiani kinakuwa waqala li ahlihim inni anasu yani mkiume mmoja lakini amekusanya mambo ya kifamilia yote huyu mwanamke. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ni kama atanabisha yeye mwanamume, usiangalie nje unapokelewa vipi, nje unasikilizwa vipi, nje unatambulikana vipi, lakini angalia nyumbani. Je, ukiona unapiga simu mbona umechelewa? Au unapokwenda mapema unaulizwa mbona leo unakujaje? Ukiona unaulizwa mbona leo umewahi? Nimekula kwako. Ukiona ukianza safari bila kosa siku kidogo, maana unaona siku kidogo, nimekula kwako. Kuna watu wakitoka takbira zaidi zinaanza nyumbani. Allahu akbar, Allah, furaha inaanza. Na kuna watu wakiingia ndani ya nyumba basi msiba unaingia. Hawatambulikani katika dini kwamba ndio watu ambao wana kheri. Wanawake walipata haki katika Uislamu kuletewa salamu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, ikiwa kuna kitu mtu afaa kutamani hasa Muislamu
ni kutamani kutaka kujua nafasi yako kwa Mola wako. Allah hakuna hivi nafasi yako wewe kwa Mola wako. Leo mtu akitajwa na kiongozi ukwambia hapa, akampigia simu mwenye channel hawa walioko bwana, hiyo kipande na kuonekatie mimi nirushie nini katajwa na fulani na adhani. Lakini msikilize hii hadithi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema, atani Jibril alijia mimi akanambia Khadija yuaje na amebeba chombo ndani kuna bidhaa kitoweo au chakula. Akija nitolee salamu na mwambie Allah yuqribu as-salam. Ndio maana yake Allah yuqribu as-salam. Mungu asalie. Mimi nimetuma sina lingine kuja kumwambia asaliwe na Mungu. Kwa nini asaliwe na Mungu? Kwa sababu alikuwa ni mdani wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni mwazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni sapota kubwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyo mwanamke akapata malipo hapa duniani ya kuletewa salamu kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anamwambia mbashirie kwamba Mwenyezi Mungu anasema amemjengea nyumba la khawfa fiha wala ta'ab. Na kama Khadija ambaye Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliishi na yeye siku za kuishi na yeye. Alipoondoka Khadija, aliondoka Khadija kama Khadija, lakini alibakia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hajaondoka mpaka kana Aisha akasema maneno yake maarufu, ma bintu li ahadi ma bintu li Khadija. Sijawahi kumfanyia wivu mtu, na hiyo kusema wake za Mtume, lakini kwambia mwanamke alokamilika kuwa hana wivu. Kwa nini? Kwa sababu ana hakika kuna mzuri kushinda yeye. Tukiwa wewe mzuri zaidi kwa hivi nani atamchukulia mimi? Lakini kitokea kingine huja saa zote wala haja, saa zote ataita Khadija, saa zote ataita Khadija, mpaka akamwambia wewe mwenye mwanamke alikuwa amezeeka hivi vishakulana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasikiliza mpaka kumaliza na kumwelezea kwamba Mungu kakuwa badali njema, na hapa tuliwe ni tabia ya Allah. Kila mmoja anajiona yeye ni bora kushinda mwenzake. Mtume akasema Allah ma abadalani Allahu khairan mina. Akaanza kueleza yale mambo yote. Mwanamke katika Uislamu walielewa mahamihinna, majukumu yao. Soma wewe tarehe mwanamke wa kwanza ambaye kwa sababu yake kulipatikana uwapa, yani mtihani kwamba mimi kulala na wewe ni kama kulala kama haikumi, kama kulala na mamangu, kama kulala na sisi na nani yangu, kama kwa masala ya haya yameelezewa. Lakini anataka huyu mwanamke kwa kuwa ni mkweli na ampenda mumewe, na anajua kwamba kitendo anachofanya mume amkataa njia ya kukutana na wao. Wengi tukiwataka ukweli wanaishi walikuwa kwenye ndoa, lakini hawaishi nje ya ndoa. Leo wakati tunazozana tunakuwa tunamwambia Sheikh tupatie na tunataka watoto wangu. Sasa kuzaa haimaanishi kuhalalisha au kujua haimaanishi. Jamani, ujinga katika sharia umepewa nafasi kwa watu wawili.
watu yuko mara mbili. Yuko mara mbili. Mmoja jamaa alienda kijijini kwa kukutana imamu anafalisha kwenye sija akapata yake lakini ya sauti. Mwenyewe akaendelea na sala, jamaa akafanya msamaha. Vipi bwana? Sio kwenda sala unanyauka lakini sala mara mbili mlikuwa nao spare. Siri ya kwa nini mimi kwa mwisho sio vile muuzaji bora lakini watu walikuwa anajua watu kama wametoka toka hawa tawapa maneno ya kilimo makali leo kuna elimu hapa ndio na hivi anajua ana mimi sala mwana sasa wallahi jamani kuna watu wanapenda sauti, kuna watu wanapenda elimu. Kullu hizbin bima ladayhim, apenda sauti kama unakuzanya sauti, apenda elimu atakuzanya elimu. Aya wa fi dhalika falyatanafa. Kuna watu wanaishi jamanini kapekue ndoa yako. Maana kuna watu jambo kidogo wewe ndio jambo kidogo mimi na wewe sielezeni na kama kana na mama kijana kitabu ni bwana hasira leo mwanamke kafurahi kama mwanamke ndio na furaha na kuacha haitokei falaka mahala pake utakulia ugomvi kwa kama mwenyewe mimi ndio mwenyewe yani ndio mwenyewe mtoe atafika kwenye kutarakia lakini hakuna tarakia hiyo ndio kunaitwa basi na watu ndio mwanamke huyu kwa kuwa ana mapenzi ya mwenyewe sema Rasulullah mume alioa mimi bado mjana spring chicken ameisha mimi amezalisha tumbo limetawanyika kifua kumekuwa hakujulikani yani mwili sasa unakuwa yani sada waga mimi nilikuwa yani ukiona sasa nimepata anakuleo aje anambia mimi kutana wewe kama kutana na mama yanakuwa tuna watoto sasa sikiliza watu wanakuelewa majukumu anagawanya majukumu mwanamke asema hawa watoto ni kama mimi yao watakuwa na njaa siwezi na wale wali mimi siwezi kunyakuni siwezi kufanya biashara siwezi watoto nikibaki na mimi peke yangu watakuwa na njaa nani kumwachia yeye wao watapotea hili baba halina nafasi ya kuwa na watoto ni mbio tu leo watakaribia watoto watakapoangaliwa watakapoongezwa watakapobadilishwa watakapata kila mmoja anapata nafasi yake. Hawa ndio wanawake walioelewa kwamba mimi mama ni rabbata baiti. Sasa wewe mama utoke baba atoke na watoto nao wametoka na ukija hakuna nafasi ya kukutana mama ametoka baba ametoka watoto wametoka nyuma ya chofu sasa hii ndio hali tunaoishi. Yaani watu wengi siku hizi wanafuga watoto hawalei watoto. Unajua kufuga kama unafuga ng'ombe wa maziwa, kama unafuga samaki, sio samaki leo hapa watoto wanafuga. Baada ya samaki wanafuga. Kama unafuga kwa nyama, yaani wewe ukimuuliza vipi na mtoto wako akwambia tuliza ni nyama screen. Sui na tuleta preparation ya shaka. Watoto leo unafanya watoto yani kukua malarage leo uko na jamaa yake anambia nataka uje kule kwa Kenya ndio kuna tena kwa Kenya Yesu
Manake kuku wa kienyeji ndio kuku anayekula vitu vya nje. Kuku wa kienyeji ni sura tu, hakika analishwa naye kama kuku wale mwingine, lakini kuku kuna aina yeye. Sasa kuku wenyeji ni kwamba wewe una uhuru. Hivi sasa kama kuku wa kienyeji ana rangi ya kienyeji, lakini amewekwa kwenye kundu, analetwa na kula makini mezani mwananchi unaambia kuku wa kienyeji. Udanganya. Sasa na watoto pia akanaleta pia watoto wa kienyeji. Jamani, msicheke, hivi ndio hakika, kwa sababu huyu mwanamke kama tulivyosikia daktari, vita vikubwa hapa. Wayulikan harfa wa nazla. Na akamwelezea uzuri kwa kujazeri kwamba harfa hapa ni yeye ndio kule nizao fatu halakum. Baadhi yake ndio mwanamke atuko kwenye kuelezea hiyo harfakum anna shitum ni vipi, lakini si mahala pake hapa, itakuja mahala pake inshallah taala. Hiyo mahala pake haijulikana, kila mmoja ajua pake, na kila mtu mpaka sasa hajajua pake, huyo hana pake. Chukua faida hiyo. Hata hakuna mtu mwenye shamba anasema kuna mama akamtabaraba shabalangu, maadamu langu mtu wachache haulizi ala wewe ndio basi unarahili pia. Sasa bwana ndio wajifahamu. Nimalizie ndugu zangu, matatizo tulionayo jamii yetu ni wanawake hawataki kujitambua jukumu lao katika Uislamu. Yani wanawake wamekuwa yapana kula naifi, kila kinachopigwa kelele wanawake, jamani lazima mwe hivi, na wanawake matakiwa mwe hivi, twendeni wanawake. Mimi ningeomba picha wanawake si haipendezi, sasa mwenye yangu, lakini haipendezi. Manake kama mwenye kutoa sasa nitatoka kwenye timing kwa wale wanawake. Tuone tunaangaje kule muumina yaghuddu na faida. Kwa nini wanaume tukilia tunaweka mikono kwenye macho na wanawake akilio kwa mikono kwenye mdomo? Wewe zamani mimi nakwambia kitu hakiki mwanamke anajua, lakini wanaume tukilia lazima tufike macho, kwa sababu madhambi mingi ya kiume hupitia maji na madhambi mingi ya kike hupitia kwenye. Hii ni hakika na yakhtalifu fiha. Nani anakutana na mmoja huyo ametoka mdomo ndio hilo unaona ni mbili kwenye kike, lakini hakika Mungu amejalia. Kama Mungu amejalia mtu hawezi kulia na kuangalia juu, leo kuna mtoto walia walia atataka hivyo. Mungu anataka ukilia ulio ni nani? Hata kitu Mungu. Kwa hiyo hapa tunaelezea wanawake kwa nini tafadhali. Ruwaida bil qawarira ya anjasha, taratibu na hizi chupa tuwapelekeni taratibu hawa wanawake. Hasa kutakuja sasa huku kwenu kuna uchaguzi karibu, Mwenyezi Mungu aupitishe salama. Wale ambao kwamba ni kheri kwa ubinadamu na Uislamu, Mwenyezi Mungu awape, na wale ambao kwamba si kheri kwa wape lenye kheri kwa wao. Lakini wanawake, cha msingi ni kura yako kwa ule unayemwona huyu ni maslahi kwako au kwa jamii, si mwili wako. Wanawake kama hizi kura tumewahalalishia vingine kwa mawili, wana kama amehalalishwa wewe kwenye mtume, akina mwili la mtume kwa mwanamke ukachangiwa kwa kweli mwili la mtume, mtu anatakaje? Mtu anataka heshima yako. Haya ndio muhimu tuelezane. Wanawake kutezeshwa mpaka kwenye maulidi,
tena na watakuwa na video yaliwahi karatao haya mambo. Leo tunaona kuna viongozi hapa kutoka mkoa, sio kama ndio hujui ile video ni mkoa gani, ile ni mkoa gani, lakini ni huku kule kwetu alhamdulillah kidogo hayajafika kwenye wanawake kucheza kawarani katika shughuli ya maulidi, au wanaume wanakuja kwa wanawake. Haya yako kwa hiyo wanawake taratibu kiwa kwenye maulidi hayafai. Hakuna kwingine mwanamke atoke barabarani amejivalia sabuni lili leo ni kwa kuonesha mapenzi ya chama changu. Onesha mapenzi lakini kwa heshima. Usisahau heshima yako, usisahau Mungu wako, usisahau kama wewe ni mwanamke. Uislamu ulikuja ukakwambia jihifadhi. Uislamu ulikuja ukakataza wala tukrihu fatayatikum ala al-bigha'i in aradna. Hawa ni watwana, hawa ni vijakazi, hatufai kuwalazimisha kuvunja heshima. Leo wangwana wenyewe wavunja heshima. Idha kana rabbul bayti bi fadli ghaiban fala talum as-sibyana fiha ala ras. Ni makosa. Tushangilie, unataka kushangilia, lakini angalia Mungu mwanzo. Hii njia yafaa. Na sisi wenye kutaka kushangiliwa, kutaka kusapotiwa, tusiwe lazimisha kutoka nje. Wallahi jamani, kabla hujakuambia watu nichagueni, mchague Mungu. Man kana Allahu ma faman alayhi. Atakayepata Mungu kakosa nini? Ukipata Mungu umekosa nini? Na ukipata Mungu umepata kila kitu. Kabla hujataka watu wakuchague, muombe Mungu akuchague. Mtume sallallahu alayhi wasallam thumma yuqa'u lahu al-qabul fil ardh. Watu hawajui kwa nini wamekuchagua, si wao ni nani, lakini ukimsahau ndipo pale utachaguliwa. Lakini upite, lakini wewe ni mitihani kwa kweli. Badala iwe ni sababu ya kuingia peponi, iwe ni sababu ya kwenda motoni. Sallallahu alaihi wasallam. Na hakuna faida ya uongozi wowote hata wa dini ikiwa mwisho utakuwa ni moto. Na hakuna hasara ya uongozi wowote mwisho hata wa dunia itakapokuwa mwisho ni kuingia peponi. Mwenyezi Mungu awabariki viongozi wetu wa serikali, Mwenyezi Mungu awahifadhi, na Mwenyezi Mungu wao na viongozi wao, Mwenyezi Mungu awahifadhi na wape wale watarajiwa na zaidi watarajiwa. Ndugu yangu shekhe letu ingawa amesema hakunialika, lakini namwambia mara hii nimekuja kukunialika, mwakani ukinialika si. Sisi amesema mimi hakunialika nimekuja, mwakani akinialika dawa yake asinialike nitakuja, lakini akinialika si. Sasa mimi na yeye. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.